Kitambaa kilichokuwa mkononi mwa mfanyakazi kiliteleza na kuanguka sakafuni. Vidole vyake vilikuwa vimeingia ganzi wakati ule alipoiona picha ya zamani iliyofifia kidogo ya mwanamke mrembo kijana akitabasamu kwa aibu kuelekea kwenye kamera. Picha hiyo ilikuwa imekaa kwa miaka mingi kwenye rafu ndogo ya mbao kule kijijini kwao, kando ya taa ya kerosini inayowaka na Biblia iliyochakaa ambayo mama yake alikuwa akiomba nayo kila usiku. Alitambua papo hapo. Alikuwa mama yake Adana. Mwanamke aliyekuwa amemlea peke yake katika nyumba ya udongo iliyokuwa ikibomoka isiyo na paa imara ya kutosha kuhimili msimu wa mvua. Mwanamke aliyekuwa ameomba pesa kutoka kwa majirani, aliuza vitenge vyake na kuruka milo ili kulipa ada ya shule ya Amaka. Mwanamke yule aliyefariki mwaka mmoja tu uliopita baada ya mapambano marefu ya maumivu na ugonjwa wa figo kwa sababu hawakuweza kumudu bili za hospitali tena. Sasa picha ile ilikuwa imekaa ndani ya drawer ya mwanaume aliyekuwa na kila kitu. Keith Anderson Oena. Mfanyakazi alisimama akiwa ameganda katikati ya chumba chake cha kifahari cha kusomea. Harufu nzuri ya ngozi ya kizamani na manukato ilijaza hewa. Nyuma yake, rafu ndefu za vitabu zilipanga kuta zikiwa na encyclopedia zinazong'aa na vitabu vya sheria. MacBook maridadi ilikuwa imefungwa kwenye meza yake ya mbao ya mahogani iliyosuguliwa, na juu yake bango la dhahabu lilisomeka CEO Robinson Group Holdings. Hakukusudia kuchungulia. Alikuwa akifanya tu kazi zake za kila siku za kusafisha, akifuta vumbi kwenye rafu za vitabu, akifuta vioo na kupiga deki sakafu. Kisha akaona drawer ya chini ilikuwa wazi kidogo, upenyo mdogo tu. Kwa udadisi, aliivuta polepole, akitarajia kupata labda faili za zamani au kalamu ambazo hazitumiki. Badala yake, alipata hili, uso wa mama yake, ukimtabasamu kutoka mahali ambapo hakuwahi kufikiria. Alikuwa hawezi kupumua. Baridi ilimtambaa kwenye uti wa mgongo. Mshiko wake kwenye kitambaa ulilegea kabisa. Alifumba na kufumbua macho tena na tena, akijaribu kujiaminisha kuwa haikuwa kweli, lakini ilikuwa kweli. Kitambaa cha pinki kilichofungwa legelege shingoni mwa mama yake kwenye picha, mwanga ule kwenye macho yake ya kahawia. Alikuwa yeye, hakika alikuwa yeye. Kwa nini bosi wake bilionea awe na picha hii? Kifua chake kilibana. Na kisha kukaja sauti isiyoweza kukosewa iliyomfanya ashtuke, mlio mdogo wa mlango ukifunguka nyuma yake. Aligeuka haraka, akiikumbatia picha karibu na kifua chake kama siri ya thamani sana, isiweze kuanguka. Anderson Oena aliingia chumbani, akivua saa yake ya mkononi. Akiwa amevaa kanzu nyeupe safi na kofia yake nyekundu ya saini, alionekana mchovu lakini mtanashati kama kawaida. Akiwa na miaka 50, alikuwa na utulivu wa mwanaume anayetawala himaya na aliyekuwa ameona mengi maishani. Macho yake yalikutana na yake kwa udadisi mdogo, kisha yakashuka kwenye mikono yake inayotetemeka. "Unashikilia nini?" aliuliza kwa upole, bado hajahisi dhoruba. Mfanyakazi alimeza mate kwa shida. Sauti yake ilitoka ikiwa ya upole na yenye kutetemeka. "Bwana, mimi nimepata hii kwenye drawer yako." Alipiga hatua mbele na kugeuza picha imwelekee. Alifumba na kufumbua macho. Kwa sekunde chache, uso wake ulibaki bila kusomeka. Kisha, ghafla, damu ilitoka kwenye mashavu yake. Saa yake ya mkononi iliteleza kutoka kwenye vidole vyake na kutua juu ya meza kwa sauti ndogo. Mwanaume ambaye hakuwahi kushtuka wakati wa mazungumzo ya biashara, alionekana kama amemwona mzimu. "Wapi? Umeipata wapi hii?" alisema, akikaribia kunong'ona. "Kwenye drawer yako bwana." Amaka alisema tena, akijaribu kubaki mtulivu, ingawa moyo wake ulihisi kama unakaribia kulipuka. "Yeye ni mama yangu." Jina lake lilikuwa Adana. Anderson alichukua picha kwa mikono inayotetemeka na kuitazama kwa kile kilichohisiwa kama milele. Midomo yake ilifunguka kidogo. Adana. Lilikuwa jina ambalo hakuwa amelisema kwa zaidi ya miaka 19. Aliketi polepole, magoti yake yakiwa wazi, hayawezi kumshikilia tena. Macho yake yalibaki yamekazwa kwenye picha, kama inamvuta kwenye zamani. "Daima aliniambia alikutana na baba yangu mara moja." Amaka aliendelea, machozi yakitishia kuanguka. "Kwenye klabu kule Lagos. Alisema alimpa picha hii lakini hakuwahi kumwona tena. Namba yake ya simu iliacha kufanya kazi. Alingoja na kungoja lakini hakuwahi kuja." Koo la Anderson lilibana. Chumba kilizunguka kwa muda. Usiku ule mmoja, aliukumbuka sasa. Klabu tulivu kule Lekki. Tabasamu lake, kicheko chake, uchangamfu wake,
na hatia aliyokuwa ameizika ndani alipogundua baadaye kuwa alikuwa amepoteza simu yake asubuhi iliyofuata. Wakati huo hakuwa bilionea. Alikuwa mfanyabiashara anayehangaika mwenye ndoto. Sauti ya Amaka ilivunja ukimya tena. Alikuwa akimlaumu nyakati fulani. Alisema labda hakujaribu vya kutosha, lakini nyakati zingine alisema labda hakuwahi kujua kuwa alikuwa na ujauzito. Anderson alimtazama polepole. Macho yake yalikuwa na unyevu sasa. Alisimama ghafla akiwa thabiti na mwenye kusudi. Dereva alipiga kelele. Sauti hiyo ilivuma kwenye ukanda wa nyumba. Amaka alistuka. "Bwana, tunaenda hospitali," Anderson alisema, akichukua simu yake na kutelezesha picha kwenye mfuko wake wa shati kama ni dhahabu. "Tunahitaji kuthibitisha hili." "Lakini kwa nini bwana?" Macho yake yalikutana na yake, yakiwa makali, yenye hisia, yaliyojawa na kitu kilichoonekana kama hofu na tumaini vilivyochanganyika. "Kwa sababu ikiwa hili ni kweli, wewe ni binti yangu." Maneno hayo yalimpiga kama kofi. Miguu yake ilikaribia kulegea. "Nini?" "Njoo nami tu," alisema. Sasa, ndani ya dakika chache, wawili hao walikuwa wameketi nyuma ya gari nyeusi maridadi ya SUV, wakielekea hospitali kwa kasi. Dereva hakuuliza maswali. Amaka aliketi kwa ukakamavu, macho yakimtazama Anderson, ambaye alitazama nje ya dirisha kimya kimya. Akiwa amezama kwenye mawazo, Amaka alibonyeza kiganja chake kifuani. Mama yake hakuwahi kumdanganya. Je, hili linaweza kuwa linatokea kweli? Chini ya saa 2 zilizopita, alikuwa mfanyakazi wa ndani, akisugua sakafu. Sasa anaweza kuwa binti wa bilionea, lakini kitu fulani ndani yake kiliendelea kunong'ona, je, ikiwa ni kweli? Je, ikiwa unastahili kuwa hapa? Gari lilipunguza mwendo walipoingia kwenye geti la hospitali. Anderson aligeuka kwake. "Tutafanya kipimo cha DNA sasa. Nahitaji kujua kama wewe ni wangu kweli." Na wakati huo, ulimwengu ulisimama. Chumba cha kusubiri katika kituo cha vipimo cha Rego kilikuwa kimya. Kimya sana. Saa ya ukutani ilitoa sauti kubwa kuliko kawaida. Amaka aliketi kwenye kiti cha chuma, mikono ikiwa imekunjwa kifuani, neva zake zikicheza kama kundi la nyuki. Kila sekunde ilihisi kama maisha yote. Sare yake ya kazi ilionekana kutostahili mahali hapa safi, meupe na kisasa, kulikojaa watu waliovaa suti na nguo za gharama. Anderson alikuwa akitembea huku na kule mbele yake. Kofia yake nyekundu sasa ikiwa imeshikwa mkononi. Muonekano wake wa utulivu na unazifu ulikuwa umefifia. Alionekana kama mwanaume aliyenaswa kati ya wakati uliopita na wa sasa, kati ya majuto na tumaini. Hakuna hata mmoja wao aliyezungumza. Muuguzi alikuwa ameshachukua sampuli zao mate kutoka kwenye shavu la kila mmoja. Kipimo hakikuchukua muda mrefu, lakini kusubiri, huko ndiko kulikuwa sehemu ndefu zaidi. Macho ya Amaka yalianguka kwenye vidole vyake vinavyotetemeka. Aliendelea kumfikiria mama yake, Adana. Alikuwa na maswali mengi. Ikiwa Anderson kweli alikuwa baba yake, kwa nini majaliwa hayakuwaleta pamoja mapema? Kwa nini sasa baada ya mama yake kuondoka? Je, Adana angemsamehe au kumlaumu? Ghafla Anderson aliacha kutembea. Aligeuka kwake. "Ulilisema alikufa mwaka jana?" aliuliza kwa upole. Amaka alitingisha kichwa bila kuangalia juu. "Ndiyo bwana. Figo kufeli." Aliketi kando yake polepole. "Samahani. Nilipaswa kufanya zaidi." Amaka aligeuka kumwelekea, macho yake yakiwa na tahadhari. "Alikungoja. Unajua, hata alipokuwa mgonjwa, bado aliamini labda siku moja ungetokea." Anderson alifumba na kufumbua macho haraka, akipambana na uchungu machoni mwake. "Usiku ule sikujua alikuwa na ujauzito. Nilipoteza simu yangu asubuhi iliyofuata. Hata sikukumbuka jina lake vizuri mpaka nilipoiona ile picha. Niliiweka miaka hii yote, sikuweza kumsahau." Amaka hakusema lolote. Hakuwa na uhakika kama anamwamini au kama anataka kumwamini. Wakati huo, mlango ulifunguka kidogo. Mtaalamu mdogo wa maabara aliingia akiwa na faili ya kahawia mkononi. Aliangalia chumba kote, kisha akatembea kuelekea kwao. "Chief Anderson?" aliuliza kwa adabu. "Ndiyo," Anderson alijibu, akisimama. Mwanaume yule alimkabidhi faili. "Matokeo yako bwana. Unaweza kuyapitia. Daktari atakuwepo hivi karibuni ikiwa utahitaji maelezo zaidi." Anderson alichukua bahasha polepole. Chumba kikawa kimya tena. Amaka alisimama, moyo ukidunda. Alikuwa anaogopa kupumua.
Kwa vidole vinavyotetemeka, Anderson alifungua faili. Macho yake yalipitia karatasi. Kisha akatulia. Mdomo wake ulifunguka kidogo. Moyo wa Amaka ulisimama. Inasemaje? Alinong'ona akisogea karibu. Anderson aligeuza karatasi imwelekee, mkono wake ukitetemeka. Juu ilisomeka kwa herufi kubwa nyeusi: Paternity result positive. Probability of paternity 99.99999%. Amaka alishtuka. Ulimwengu ulikuwa na ukungu kumzunguka. Mkono wake uliruka mdomoni na machozi aliyokuwa ameyazuia yakatiririka kama mafuriko. Miguu yake ililegea na karibu aanguke, lakini Anderson alimshika. Amaka, alinong'ona akimvuta karibu. Wewe ni binti yangu. Wewe ni binti yangu kweli. Amaka alimng'ang'ania kama anashikilia kamba ya mwisho ya akili yake. Alilia bila kuzuia kwenye kifua chake, machozi yake yakilowesha kanzu yake nyeupe. Maisha yake yote alikuwa naota wakati kama huu ambapo mtu hatimaye angemchagua, kumpigania, kumtambua, lakini hakuwahi kufikiria ingekuja hivi. Kwamba bilionea aliyekuwa akimsugulia sakafu angegeuka kuwa baba yake. Macho ya Anderson mwenyewe yalikuwa na unyevu alipobusu utosi wake. Samahani sana binti yangu. Nisamehe. Amaka alitingisha kichwa, akilia zaidi. Nilimkumbuka sana. Alistahili kuona siku hii. Walibaki kwenye kukumbatiana huko kwa dakika kadhaa. Mioyo miwili iliyovunjika hatimaye ikipata kipande kilichokosekana. Baadaye jioni hiyo, dereva alisimama tena kwenye jumba la kifahari. Safari hii, Amaka hakuketi nyuma ya gari kama mfanyakazi. Aliketi kando ya Anderson kama binti yake, lakini walipoingia kwenye mlango mkuu wa nyumba, kitu fulani cha baridi na kisichoonekana kiliwagonga. Macho ya watu watatu yalikuwa yakitazama kutoka juu ya ngazi zilizopinda. Sandra, Monica, Amara, binti watatu wa Anderson. Mkubwa, Sandra, alikunja mikono na kufinyaza macho. Monica, mtoto wa kati, alitoa tabasamu la kejeli. Amara, mdogo kuliko wote, alionekana kuchanganyikiwa lakini mwenye udadisi. Anderson aliweka mkono wake kwa upole kwenye bega la Amaka. Nahitaji nyote mshuke chini sasa, alisema kwa uthabiti. Wasichana walishuka polepole, kama malkia walioitwa kwenye mkutano wasioutaka. Amaka ghafla alihisi mdogo tena chini ya macho yao makali. Anderson alishusha pumzi ndefu. Huyu ni Amaka. Yeye ni binti yangu, dada yenu. Ukimya. Kisha Sandra akacheka kwa dharau. Dada? Msichana huyo? Monica alicheka kwa uchungu. Unamaanisha yule mfanyakazi? Sauti ya Anderson ikawa kali zaidi. Nimesema dada yenu. Koo la Amaka liliwaka moto, lakini hakusema lolote. Alikuwa amepigana vita mogi sana, kiasi cha kutoruhusu kiburi kiwe kimoja wapo. Nimefanya kipimo, Anderson aliendelea. Yeye ni wangu na haendi popote. Amara, mdogo kuliko wote, aliwaangalia kwa wasiwasi. Lakini baba vipi? Ni hadithi ndefu, alisema. Lakini kilicho muhimu sasa ni kwamba yeye ni sehemu ya familia hii. Sandra alipiga hatua mbele. Hapana, yeye si sehemu yetu. Hatumjui. Hatumuhitaji. Uso wa Anderson ukawa mgumu. Utamchukulia kwa heshima. Upende usipende, Amara kani damu yenu. Ikiwa kuna yeyote ana tatizo na hilo, anaweza kuondoka kwenye nyumba hii. Ukimya mwingine mzito. Amaka alisimama tuli, akizuia machozi yake tena. Hakutaka huruma. Hakuhitaji kukubalika usiku mmoja. Alihitaji tu nafasi. Alitazama juu ya ngazi ambapo alikuwa akisugua reli kwa mswaki. Sasa alikuwa akipanda ngazi hizo hizo, si kama mfanyakazi, bali kama binti yake. Usiku huo, alipoketi peke yake kwenye chumba chake kipya chenye kitanda laini na kioo chake mwenyewe, Amaka alitazama picha ya mama yake tena na kunong'ona, "Mama, nimempata." Ulikuwa na haki kuamini. Lakini pia alijua barabara iliyoko mbele isingekuwa rahisi, hasa kukiwa na dada watatu wenye hasira ambao hawakumtaka hapo. Na hivyo, wakati ukweli ulikuwa umemletea baba, pia ulikuwa umechochea vita. Jua la asubuhi liliingia kwenye chumba kipya cha Amaka, likiangazia mapazia ya dhahabu na kuta laini za rangi ya krimu. Lakini hata uzuri wa mazingira yake haukuweza kupunguza uzito uliokuwa kifuani mwake. Hiki kilikuwa chumba chake sasa. Wiki moja iliyopita, alikuwa akisugua sakafu, akipiga deki bafu na kulala kwenye chumba kidogo karibu na makazi ya watumishi.
Leo alikuwa na kabati lililojaa nguo mpya, kitanda laini kuliko chochote alichowahi kufikiria, na baba bilionea mwisho wa ukanda, na bado hakuwahi kuhisi kutostahili zaidi kama wakati huu. Nyumba ilikuwa tulivu, lakini si yenye amani. Hewa ilikuwa nzito kwa macho ya baridi, mazungumzo ya kunong'ona, na milango iliyofungwa kimya kimya alipokuwa akipita. Dada zake wa kambo hawakufanya jitihada yoyote kuficha hasira zao. Sandra alimpotezea kabisa. Monica alimkejeli kila walipokutana, na Amara, mdogo kuliko wote, alimtazama kwa mchanganyiko wa kuchanganyikiwa na hofu, kana kwamba Amaka alikuwa ametoka kwenye jinamizi ambalo baba yao alikuwa amewaficha. Anderson alifanya kila awezalo kumfanya ahisi kukaribishwa. Alimpeleka kufanya manunuzi, alimuuliza kuhusu ndoto zake, na hata kumsaidia kutuma maombi ya shule. Aliendelea kusema jinsi mama yake angejivunia, lakini hakuna alichofanya kingeweza kubadilisha mvutano ndani ya nyumba. Kila mlo ulikuwa kama vita, kila wakati ulijawa na shinikizo. Kama asubuhi hii, Amaka aliingia kwenye chumba cha kulia chakula kwa ajili ya kiamsha kinywa. Alikuwa amevaa gauni laini la pinki ambalo Anderson alimnunulia. Nywele zake zimefungwa vizuri. Aliwasalimia wasichana kwa adabu kama kawaida. Sandra alinywa juisi yake bila kuangalia juu. Kuna mtu amesikia kitu. Monica alicheka. Lazima ni upepo tu. Anderson aliwatazama wote wawili kwa ukali alipokuwa akikunja gazeti lake. Inatosha. Amaka aliketi kimya kimya na kuangalia chakula chake, moyo wake ukidunda. Bado sielewi kwa nini yuko hapa, Sandra alisema, akifuta midomo yake kwa kitambaa. Yeye si mmoja wetu. Yeye ni binti yangu, Anderson alijibu kwa uthabiti. Hiyo inamfanya kuwa mmoja wenu. Mfanyakazi wako alikuwa binti yako, Monica alisema kwa tabasamu la kikatili. Hiyo ni mpya Monica, alionya. Ni sawa baba, Amaka alisema kwa upole, akiweka kijiko chake chini. Huna haja ya kunitetea. Nimezoea kula peke yangu. Alisimama, akisukuma kiti chake ndani kwa upole, na kugeuka kuondoka kwenye chumba cha kulia. Lakini kabla ya kutoka, sauti ya Amara ilimsimamisha. Ulitaka kuwa daktari, au sio? Amaka aligeuka, akiwa ameshangaa. Ndiyo, tangu nikiwa mdogo. Amara aliangalia pembeni kwa aibu. Mwalimu wangu wa ziada ana vitabu vya ziada vya kemia. Unaweza kuazima ukitaka. Uma wa Monica ulianguka kwa sauti kubwa. Amara, lakini Anderson alitabasamu. Asante, Amara, Amaka alinong'ona, akizuia machozi. Alasiri hiyo, Anderson aliketi katika chumba chake cha kusomea, akitazama picha za zamani. Kulikuwa na moja ya marehemu mke wake, moja ya binti zake watatu walipokuwa watoto wadogo, na sasa kando yao aliweka picha ya Adana. Tabasamu lake la upole bado liliamsha kitu ndani ya kifua chake. Alikuwa amemfelisha. Alikuwa amewafeli wote wawili. Mlango uligongwa. Ingia. Alikuwa Sandra. Nataka tuzungumze, alisema, akikunja mikono yake. Alimwonyesha aketi, lakini alibaki amesimama. Simchukii kwa sababu ni maskini, Sandra alianza. Nachukia kwamba ulituficha habari zake. Sikujua kuhusu yeye, Sandra. Napa. Sikuamini, alisema kwa baridi. Na hata kama ni kweli, anaharibu kila kitu. Familia yetu ilikuwa sawa kabla hajaja. Anderson alisimama polepole. Familia yetu haikuwahi kukamilika bila yeye. Macho ya Sandra yalifinyara. Kwa hiyo yeye anapata kila kitu sasa. Nini kinafuata? Anachukua nafasi ya mama. Sauti ya Anderson ilitetemeka. Hakuna mtu atakayewahi kuchukua nafasi ya mama yenu. Lakini Amaka anastahili kupendwa, Sandra. Ni mtoto wangu kama wewe. Sandra aligeuka na kutoka nje bila neno lingine. Anderson alishusha pumzi ndefu. Alijua hili lisingekuwa rahisi, lakini kile ambacho hakujua ni kwamba kitu kigumu zaidi kilikuwa kinakuja. Wakati huo huo, Amaka aliketi kwenye bustani nyuma ya nyumba, akifungua moja ya vitabu vya kemia alivyoazima kwa Amara. Akili yake ilitangatanga. Alimkumbuka sana mama yake. Na alikumbuka maisha yake ya zamani, hata kukiwa na maumivu yote. Kwa sababu angalau wakati huo alijua aliposimama. Hapa, kila kitu kilihisi kutokuwa na uhakika, cha muda mfupi. Kivuli kilianguka juu ya ukurasa wake. Aliangalia juu. Alikuwa Monica. Naona tayari unaanza kupata marafiki, Monica alisema, mikono ikiwa imekunjwa. Nasoma tu. Tusicheze michezo. Sote tunajua hustahili kuwa hapa.
Amaka alisimama, sauti yake ikiwa thabiti. Labda sistahili, lakini niko hapa sasa na siondoki. Monica alipiga hatua moja karibu, macho yake yakiwa makali. Unafikiri hii ni hadithi ya kusadikika? Kwamba utapata utajiri, jina na familia? Sitaki utajiri wenu. Nataka tu nafasi. Monica alitabasamu kwa kejeli. Tutaona utakaa kwa muda gani. Aligeuka na kuondoka, visigino vyake vikigonga kwenye njia ya vigae. Amaka aliketi tena, mikono yake ikitetemeka kidogo, lakini azma yake ilikuwa imekuwa na nguvu zaidi. Baadaye usiku huo, nyumba ilipokuwa kimya na wafanyakazi wameenda kupumzika, Amaka alishuka ngazi kwa kunyata. Aliingia jikoni na kuketi peke yake, akiwa na kikombe cha maji ya moto mkononi. Haikuweza kulala. Alitazama nje ya dirisha kuelekea kwenye mwezi na kunong'ona kwenye nyota. Sijui kwa nini hili linatokea sasa mama. Natamani ungekuwa hapa. Natamani ungeniona. Ghafla, sauti nzito ilizungumza kutoka mlangoni. Anakuona. Amaka aligeuka haraka. Alikuwa Anderson. Aliingia akiwa amevaa joho lake na kuketi kando yake. Angevutiwa sana nawe. Amaka alitingisha kichwa, akipambana na machozi. Naogopa. Nini? Kwamba hawataniwahi kunikubali. Kwamba sistahili ulimwengu huu. Anderson alinyoosha mkono na kumshika mkono wake. Unastahili kuwa hapa. Unastahili kuwa nami. Na sitamruhusu mtu yeyote akusukume nje ya familia hii. Amaka hatimaye alijiruhusu kulia. Si machozi ya kimya kimya ya hofu, bali machozi ya uponyaji ya msichana aliyekuwa amebeba maumivu mengi kwa muda mrefu sana. Na wakati huo, baba na binti waliketi pamoja kwa ukimya, roho mbili zikipata amani ndani ya kila mmoja. Lakini wakati mambo yalipoanza kupona, tatizo jipya lilikuwa tayari linaandaliwa. Barua ingewasili siku inayofuata, ambayo ingetishia kila kitu ambacho Amaka alikuwa ameanza kukitumaini. Asubuhi ya jumba la kifahari ilikuwa na utulivu usio wa kawaida. Ndege waliimba kwa upole nje ya madirisha marefu, na mwanga wa jua uliingia polepole kwenye korido. Kwa mara ya kwanza tangu Amaka agundue ukweli, hewa haikuhisi kuwa nzito sana. Amara alikuwa ameanza kumuuliza maswali kuhusu maisha ya kijijini, na Anderson alikuwa ameahidi kumsaidia kutuma maombi ya programu ya shule ya udaktari. Hata Sandra alikuwa ameacha kurusha maneno makali kila mara. Ilikuwa ni maendeleo ya polepole, lakini ilikuwa kitu, mpaka barua ilipowasili. Anderson alikuwa akimaliza chai yake chumbani kwake, wakati msaidizi wake binafsi alipoingia, akiwa ameshika bahasha ya rangi ya krimu iliyofungwa kwa nta. Bwana, msaidizi alisema akishusha sauti yake. Hii imeletwa kwa mkono. Hakuna jina la mtumaji. Anderson alikunja uso, akachukua bahasha hiyo na kuipasua kwa upole. Alipokuwa akisoma yaliyomo, vidole vyake vilibana karatasi. Uso wake ukawa na giza. Macho yake yakatulia. Kisha, bila neno, alisimama, akatembea kuelekea mlangoni na kuita, Amaka, njoo chumbani kwangu. Sasa. Amaka alikuwa akipitia kadi zake za kusomea, anatumia chumbani kwake. Aliposikia sauti ya baba yake, aliharakisha kwenda chini, moyo ukidunda. Hakuwa akipiga kelele. Si kama hivi. Aliingia chumbani. Baba. Alimtazama, macho yake yakiwa mazito. Keti chini. Alitii. Akiwa amechanganyikiwa, alimkabidhi barua ile. Alichukua, akaikunjua na kuanza kusoma. Pumzi yake ilikata. Ilikuwa barua iliyochapishwa, fupi, ya kikatili, na isiyo na saini. Neno la tahadhari, Chief Anderson. Umemruhusu mtafuta mali aingie nyumbani kwako. Msichana huyo si yule unayefikiri yeye ni. Tunajua alikotoka na mama yake alikuwa nani. Haichukui muda mrefu kabla ya umma kujua pia. Yuko hapa kukuangamiza. Hakukuwa na jina, hakuna saini, chuki tu. Amaka alitazama karatasi ile, mikono yake ikitetemeka. Nani ametuma hii? Anderson alishusha pumzi polepole, akitazama hewani. Sijui. Amemwita mama yangu. Mtafuta mali. Amaka alisema kwa kutoamini, machozi yakijitokeza. Nimekuwa na maadui maisha yangu yote, Anderson alijibu. Lakini hii ni mtu aliye ndani ya mzunguko, mtu anayejua mengi. Ghafla, kulikuwa na hodi mlangoni. Alikuwa Monica. Aliingia, akijifanya ameshangaa. Nini kinaendelea? Macho ya Anderson yalifinyara. Je, uliandika hii? Monica alifumba na kufumbua macho. Nini? Mimi? Hapana.
Usinipe uongo, alisema kwa uthabiti. Sikuandika chochote, alijibu, akiinua kidevu chake. Lakini labda aliyefanya hivyo amekuambia tu ukweli ambao hukuutaka kuusikia. Amaka alisimama, sauti yake ikitetemeka. Kwa nini unafanya hivi? Monica alipiga hatua kaibu. Kwa sababu haya ni maisha yetu, familia yetu, na wewe ni mgeni. Unafikiri kwa sababu tu ulikuja na hadithi ya kusikitisha, tungekubali na kukuita dada? Sikuwahi kuomba chochote, Amaka alilia. Ulipata kila kitu. Chumba, nguo mpya, uangalizi wa baba. Unajua ni muda gani nimefanya kazi ili kujithibitisha katika nyumba hii? Yeye ni dada yako, Anderson alinguruma. DNA imethibitisha. Damu imethibitisha. Uchungu wako haubadilishi hilo. Damu, Monica alifoka. Basi kwa nini mama aliteseka peke yake akilea binti watatu wakati wewe ulimsahau msichana fulani kijijini? Anderson aliganda. Monica aligeuka kwa Amaka. Wewe si pekee mwenye makovu. Alitoka nje kwa hasira. Amaka alisimama kimya kimya. Mwili wake ulihisi kama una uzito wa pauni 1000. Barua ile bado ilikuwa ikichoma kwenye vidole vyake. Kufikia jioni, barua hiyo ilikuwa imeenea kama moto wa nyikani kupitia jumba lile. Wafanyakazi wa nyumbani walisema kwa kunong'ona. Tetesi zilifika kwenye mitandao ya kijamii baada ya mtu fulani kuposti picha ya Amaka akitembea kando ya Anderson kwenye hafla ya kutoa msaada. Maoni yalikuwa ya kikatili. Nani huyu? Mfanyakazi mwingine anayepanda ngazi. Labda mzee amepoteza akili. Kwa mara ya kwanza tangu matokeo ya DNA, Amaka alihisi kama anazama. Anderson aliita timu yake ya habari kusafisha fujo hizo, lakini uharibifu ulikuwa tayari umeanza. Siku inayofuata Amaka alipokuwa akitembea koridoni, aliona wafanyakazi waliacha ghafla kuongea alipokuwa akipita. Mmoja wa wafanyakazi wa ndani aliyekuwa akimtabasamu, aligeuka haraka. Aliingia jikoni kuchukua maji na kumkuta mpishi na mmoja wa madereva wakibishana kwa sauti ya chini. Anajifanya tu kuwa hana hatia, dereva alisema. Yote haya ya mama yangu alikufa, nateseka. Ona sasa, anaishi kama malkia. Shanaweza kukusikia. Sijali, dereva alifoka. Je, kama anadanganya kuhusu kila kitu? Amaka alirudi nyuma polepole na kuondoka jikoni kimya kimya, koo lake likiwa limebana. Usiku huo hakujiunga na familia kwa chakula cha jioni. Alibaki chumbani kwake, amejikunyata kitandani, akitazama picha ya mama yake kwenye meza ya kando ya kitanda. Mama, hivi ndivyo ulivyotaka kwangu? Alinong'ona. Sistahili kuwa hapa. Wakati huo huo, Anderson aliketi sebuleni, amezama kwenye mawazo. Amara aliingia na kuketi kando yake. Unamwamini, sio? Aliuliza kwa upole. Alitazama juu. Kwa moyo wangu wote. Basi labda tunahitaji kumsaidia kuthibitisha. Si kwa damu tu, bali kwa maisha yake ya baadaye. Anderson alitabasamu kidogo. Uko sahihi. Asubuhi iliyofuata, Amaka aliitwa chumbani kwa baba yake tena. Alitembea polepole, akitarajia wimbi lingine la habari mbaya. Lakini Anderson alisimama karibu na dirisha, akiwa ameshika bahasha nyeupe, safari hii akiwa na tabasamu la uchangamfu. Alimkabidhi. Aliifungua. Macho yake yakatanuka. Ilikuwa barua ya kujiunga na chuo cha udaktari cha Lagos. Alitazama kwa kutoamini. Lakini sikuwahi hata kumaliza maombi yangu. Nilifanya hivyo, Anderson alisema akikonyeza jicho. Nilipiga simu. Walipitia alama zako za awali na matokeo ya mitihani. Unaanza muhula ujao. Ada zote zimelipwa. Amaka hakuweza kuongea. Mdomo wake ulifunguka, lakini hakuna maneno yaliyotoka. Kisha machozi yakaanguka. Alikimbia mikononi mwake na kumkumbatia kwa nguvu. Lakini moyoni mwake sehemu fulani bado ilijiuliza. Ikiwa mtu alikuwa tayari kuandika barua ile, ni nini kingine walikuwa tayari kufanya ili kumwangamiza? Jua lilikuwa na joto asubuhi hiyo katika kijiji cha Umuahia, likitupa miale ya dhahabu juu ya ardhi nyekundu. Upepo mwanana ulitikisa majani wakati Amaka aliposimama kando ya kaburi dogo, macho yake yakiwa yamejaa huzuni na amani. Kando yake alisimama Chief Anderson Abina, akiwa ameshika shada la maua meupe ya lili. Jiwe la kaburi lilisomeka, Adana Oina, upendo wa mama haufi kamwe. Amaka alipiga magoti na kuweka picha ndogo iliyowekwa kwenye frame kando yake, ile aliyoipata kwenye drawer yake miezi yote hiyo iliyopita. Iliyobadilisha kila kitu.
Habari mama, alinong'ona, sauti yake ikiwa thabiti. Nimefanikiwa kama ulivyosema nitafanya. Machozi yalijitokeza machoni mwa Anderson alipopiga hatua mbele. Ulinipa zawadi kubwa zaidi bila hata kujua, Adana. Natamani ningekupata mapema. Walisimama kwa ukimya, baba na binti wakimkumbuka mwanamke aliyekuwa ameyatengeneza maisha yao wote wawili bila kuomba chochote kama malipo. Amaka hakuwa mfanyakazi wa ndani tena, hakuwa mgeni tena. Alikuwa DK. Amaka Oina, sasa akiwa amehitimu shule ya udaktari, mwanamke mwenye kusudi, ujasiri na moyo uliojaa uponyaji. Safari haikuwa rahisi. Sandra alichukua muda mrefu zaidi kumkubali, lakini hatimaye akiona wema na unyenyekevu wa Amaka, alilegea. Monica aliomba msamaha kimya kimya siku moja, akimpa bangili yake ya zamani ya utotoni kama ishara ya amani. Na Amara akawa rafiki wa karibu wa Amaka, zaidi kama dada kuliko mtu mwingine yeyote. Kisha akaja Johnson. Alikuwa mfamasia mtulivu na mwenye mawazo aliyekuwa amemsaidia Amaka kupitia shuleni kwa vitabu na mazungumzo marefu ya maktaba. Urafiki wao ulistawi na kuwa upendo, na miezi 6 iliyopita, chini ya jua linalozama katika kanisa dogo, walisema viapo vyao. Anderson alikuwa amemtembeza madhabahuni, macho yake yakiwa yamejaa furaha isiyoelezeka. Sasa, miaka 2 baadaye, walikuwa wamerudi hapa kijijini. Katika mikono ya Amaka, akiwa amevikwa kitambaa cheupe laini, alikuwa mtoto wa kike, mwenye mashavu ya duara, macho makubwa ya udadisi, na kichwa kilichojaa nywele nyeusi za singa. Anatufanana kabisa na bibi yake, Anderson alisema, akitabasamu. Amaka alitingisha kichwa. Ndio maana tulimpa jina Adana. Alisogea mbele na kumbusu kwa upole paji la uso la mtoto. Yeye ni wa baadaye, binti yangu, na mama yako anatutabasamu sote. Walipogeuka kuondoka makaburini, Amaka alimshika binti yake kwa nguvu zaidi. Moyo wake ulikuwa umejaa. Si kwa sababu tu ya utajiri au vyeo, bali kwa sababu upendo ulikuwa umempata. Kwa sababu ukweli ulikuwa umerudisha kile kilichopotea. Na walipokuwa wakitembea kwenye njia ya vumbi pamoja, vizazi vitatu vilivyofungwa na picha moja, wakati mmoja, na nguvu ya utulivu ya mwanamke mmoja, Amaka hatimaye alihisi amekamilika. Ikiwa umependa hadithi hii, toa maoni yako, sambaza na jiunge subscribe na chaneli yetu kwa hadithi zaidi za kusisimua.